Fika tu hapa kwenye kona, mtoto wangu analia, mama. Zama mbaya, zama chafu. Zamartaba. Karibu tena kwenye mfululizo huu wa siri nzito za jiji la Dar es Salaam. Kabla hatujaingia ndani zaidi ya pazia la giza, hakikisha umesubscribe, umelike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tazama mpaka mwisho, maana hapa ndipo tunapofumua yale ambayo magazeti hayaandiki na redio hazitangazi. Usiku wa manane kwenye mitaa ya Sinza na baadhi ya maeneo ya Kinondoni, kuna harufu ya ufuska inayochanganyikana na damu ya kafara. Katika episodi hii ya pili, tunazama kwenye ulimwengu wa nyumba za kulala wageni ambazo kisheria ni biashara, lakini kiuhalisia ni vichinjio vya siri vya viungo vya binadamu. Kuna hoteli kubwa unazoziona mjini ambazo chini ya ardhi zina vyumba vya siri vyenye majokofu makubwa. Huko miili ya vijana barubaru na mabinti warembo wanaopotea kila kukicha inahifadhiwa baada ya kufanyiwa upasuaji wa siri na madaktari wanaolipwa mamilioni ya pesa ili kutoa figo, maini na macho kwa ajili ya soko la siri la mataifa ya nje. Hii ni biashara inayofanywa na watu wenye sura za upole mchana, lakini usiku ni majitu yanayokula nyama za watu. Kabla hatujafika mbali, kwa yoyote anayeguswa na juhudi hizi za kusema ukweli huu mchumbu, unaweza kuchangia chochote kupitia namba ya M-Pesa 0763003750. Michango yako inakwenda kusaidia watoto mayatima watatu ninaowalea, na malengo ni kuwafikia wengi zaidi kupitia mapato ya simulizi hizi. Asante kwa kubuswa. Dar es Salaam ina siri inayoitwa biashara ya viungo vya baridi. Ulishawahi kujiuliza kwa nini kuna watu wanapotea na miili yao haionekani kabisa, au ikionekana inakutwa haina baadhi ya sehemu za siri au viungo vya ndani? Hili jambo si la kishirikina pekee kama watu wanavyoaminishwa mitaani. Ni biashara ya kisayansi na ya kikatili inayohusisha mitandao mikubwa ya kimataifa. Kuna nyumba moja maeneo ya Mikocheni, jengo la kifahari lenye kuta ndefu na ulinzi wa mbwa wakali saa 24. Ndani ya jengo lile kuna chumba kilichotengenezwa kama mahabara ndogo ya upasuaji. Mashuhuda wa siri, ambao baadhi yao walikuwa wafanyakazi wa ndani waliofanikiwa kutoroka, wanasimulia kuwa kuna watu wanaingizwa pale wakiwa wamefungwa vitambaa machoni. Hawa ni watu waliochukuliwa kwenye vituo vya mabasi au wale wanaotafuta kazi za ndani. Wakifika hapo, wanachomwa sindano za usingizi, na baada ya hapo, safari yao ya duniani inaishia hapo. Figo moja kwenye soko la giza la Dar es Salaam inauzwa mpaka shilingi milioni 50 za Kitanzania. Ukienda maeneo ya kitalii, kuna madalali wa binadamu ambao kazi yao ni kunasua watu. Wanatafuta vijana wenye afya, wanawapa ahadi za kazi nje ya nchi au kazi za mishahara mikubwa ndani ya jiji, kisha wanawapeleka kwenye hizi nyumba za kifo. Inasikitisha kwamba hata baadhi ya magari ya kubebea wagonjwa ya hospitali binafsi yanatumika kusafirisha viungo hivi kwenda uwanja wa ndege kwa kivuli cha vifaa vya tiba ili visikaguliwe kwa kina. Lakini siri nyingine kubwa ni ile ya matajiri wa damu. Hawa ni wafanyabiashara wakubwa wa Kariakoo ambao mafanikio yao hayategemei tu mauzo ya bidhaa za China. Kuna mitaa kule Kariakoo, ukipita saa 3 za usiku utakutana na harufu ya udi mkali sana. Hapo ndipo mikataba ya damu inasainiwa. Inasemekana kuna vyumba vya siri chini ya maduka makubwa ambapo mbuzi na kuku sio tena kafara tosha. Damu ya binadamu inahitajika ili nyota ya biashara ing'ae. Kuna kisa cha kweli cha binti mmoja aliyekuwa anafanya kazi ya usafi kwenye duka moja maarufu. Siku moja alisahau simu yake na kurudi dukani usiku sana. Alichokiona kwenye chumba cha nyuma cha duka hilo kilimfanya apoteze fahamu. Alimkuta bosi wake, mtu anayeheshimika sana msikitini na kanisani, akiwa uchi wa mnyama huku ameshika fuvu la binadamu lenye damu mbichi. Binti yule alipopata fahamu, alijikuta yuko hospitali na kuambiwa alipata ajali ya bodaboda na tangu siku hiyo amekuwa bubu. Hii si bahati mbaya,
Ni mbinu za deep state ya Dar es Salaam kunyamazisha mashuhuda. Hata biashara ya mazishi mjini hapa ina siri zake. Kuna baadhi ya makaburi ya umma ambako maiti hazikai kwa muda mrefu. Makaburi yanachimbwa usiku na maiti inatolewa kwa ajili ya kuchukua sehemu fulani za siri au sanda kwa ajili ya mambo ya kiganga. Hii ndiyo sababu utaona makaburi mengi ya matajiri yanamwagiwa zege zito, si kwa heshima tu, bali ni ulinzi dhidi ya wezi wa miili. Dar es Salaam ni jiji linalocheka mchana, lakini kicheko hicho kinaambatana na vilio chini chini vya watu wanaopoteza wapendwa wao kwenye mdomo wa duma huyu anayeitwa maendeleo. Tunapozungumza hivi, kuna kontena bandarini linasubiri kuondoka likiwa na siri ambazo ulimwengu hautakiwi kuzijua. Usiache kufuatilia episodi ya 3 ambapo tutaingia ndani zaidi kwenye siri za bandari na madawa ya kulevya, jinsi vigogo wanavyopitisha mauti mchana kwepee. Kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video hii ili ukweli uwafikie wengi. Kama umeguswa na simulizi hii na unataka kuunga mkono juhudi hizi na kusaidia watoto mayatima, tuma chochote ulichonacho kwenda namba ya M-Pesa 0763003750. Michango yako inakwenda kusaidia watoto mayatima watatu ninaowalea, na malengo ni kuwafikia wengi zaidi kupitia mapato ya simulizi hizi. Asante kwa kuguswa. Tukutane tena kwenye episodi inayofuata hapa hapa kwenye channel yako pendwa. Mtoto wangu huyu analia, mama, Ikramu alikuwa anataka kuchukuliwa na nani? Kuna mtu mmoja hivi ana malasta mweupe huku mkononi kajichora tattoo. Nikamwambia Hamad ndo huyo ambaye saa 12 alikuwa anazurula. The Marktaba.